ambayo iko ni Jumanne kuamkia Jumatano. Niko tunakaa tuseme opposite chumba hiki na hiki. Nimeingia mimi kuna chumba changu, nimeweka simu, nimeweka na chakula, nikawa nimeingia kuna chumba cha mwenzangu. Kuingia kuna chumba cha mwenzangu huko nimekaa kidogo kweli story, maana iko ni usiku majira ya saa 4 natoka kazini ndo nakuja nyumbani. Baada hapo kwa usingizi kama amenipitia. Kweli majira kama saa 6 nimestuka, nafika chumbani nakuta hivi nilivyokuwa nimefungua mlango na kuacha hivi nakuta vitu vyote vimebebwa. Wambeba godoro la 5 kwa 6, wambeba stand ya TV, wametoa mapazia, wamechukua na mabomba ya pazia. Na kasemu kangu nilikuwa nimekaacha juu ya ile meza, wakatoa laini wakaniachia juu ya mguu wa sofa, wakawa wameondoka. Lakini yote mimi nasema wazazi, maana yake muonekano wa sura ya mtu unaweza kuonekana labda sisi ndio waovu, lakini sio tunaonewa. Na tunaonewa tena sana tu wazazi. Kutokana labda na mazingira kutokusoma katika mahangaiko yetu magumu ya kutafuta katika ugali, labda unatafuta katika mazingira magumu, unaonekana basi unakuwa ni muonekano tofauti. Lakini wao tufanyie ni watu ambao wanapendeza kabisa na ujue shughuli yake anayofanya ni ipi. Ninyi mnajua kabisa watu mnaoishi nao hamwafahamu. Tumesema mtu anapokuja kupanga kwenye mtaa lazima afahamike. Nimpongeze mwenyekiti hapa Sudi. Waishagongwa faini watu kwa 50,000 kwa kuwapangisha watu bila utaratibu. Sasa hao watu sikuwa wanakuja kukamatwa, ni vijana ambao wamepangishwa. Mmoja alikamatwa hapa kwenye mtaa wako mzee, kabla hujawa mwenyekiti. Hapo Sheri. Ndio walikuwa wanakaa pale, ndio wezi. Wengine ndio walikuwa wamekaa Mbata huko. Lakini ukiuliza hao vijana bodaboda walikuwa wanawafahamu. Na mimi nimekuja nimetangaza toeni taarifa, hawasemi. Sasa narudia. Na ninamaanisha. Wewe ambaye hutoi taarifa, tumegundua ulikuwa unajua na wewe kisheria unakosa, tutakuchukua. Hilo nilifanya kwenye mtaa wako Sudi. Yule dada ambaye alikuwa anapiga mdogo wake na wale wanajua, niliwaambia siku hiyo nikupigia simu Devota ukawa unasema unakuja. Niwaambia unganisha na hawa kwa sababu walikuwa wanajua hawatoi taarifa. Kwa hiyo mama zangu, baba zangu, mnakaa huko mnawajua hao watoto ni wezi. Tukithibitisha, haijalishi una umri gani, haijalishi ni nini, haukutoa taarifa, na wewe ni mhalifu. Kwa sababu ukitupa taarifa maana yake ni nini? Tunakuwa tunajua. Kwa hiyo taarifa yako tunaihitaji. Kwa sababu ni mara ya pili unaibiwa na watu unawajua ama unawahisi, na walio kuibia ni wenzio, sio watu wengine, kwa sababu wanajua kabisa huyu ana kitu fulani na muda fulani anakuwepo hivyo. Kweli umekuwa ukizungumza sana swala la barabara hii kubwa inayoenda Iziwa. Hii hata mheshimiwa mbunge akija naye anaizungumzia barabara hiyo. Na yeye tunaweza tukampiga maswali kwa hiyo barabara. Maana na yeye inamhusu sana. Kwa sababu inaunganisha kata na kata na kata. Lakini wewe tukuulize swali kuhusu barabara zilizo ndani ya kata yako. Ukiondoa hiyo, ndio umezungumza kwamba uliomba sana kuanzia kule Rufaa kule kusogea mpaka hapo Morobiani mpaka kuja hapa kilomita 2 hizo umeomba na wewe umeshiriki, tunashukuru sana. Lakini tunakuja kabla hujaingia kwenye barabara hiyo lazima upite kwenye barabara ndogo ambayo ndio wewe unapita. Sasa na kabla hujaenda kule huku una tayari umevaa viatu vyako vinalowana umande. Vinachafuka, unapita kwenye mashimo. Gari lako linapita kwenye mashimo. Je, una mpango gani wa kuzitengeneza hizi barabara kabla hujaingia kwenye barabara hiyo kubwa? Tulikuwa TARURA mimi na mheshimiwa diwani kule, na tumeonana na meneja wa TARURA, na mheshimiwa diwani ameomba hiyo barabara sasa kutoka hapa kwako unapoishi mpaka iende ikatoke kwa Miraji, tena kwa kuomba kwa kiwango cha lami. Baada ya hiyo ikipita kwenda Iziwa tuunganishiwe hapo kwenda kwa Miraji. Nadhani hilo limefanyika. Lakini wakati hayupo mheshimiwa, amenipigia simu, watu wa TARURA wamefika hapa kwenye ofisi hizi
na tumeenda kuwaonyesha barabara moja baada ya nyingine. Ni mimi mwenyewe amenipigia simu, ameniunganisha nao, tumeonyesha hizo barabara. Kwa hiyo nina imani mheshimiwa anahangaika nazo na barabara za ndani, wala tusiwe na hofu naye, tumwombee tu.